Tarumbeta ya tano, na kisha malaika watano akapiga tarumbeta yake. Nikaona nyota iliyokuwa imeanguka kutoka angani hadi ardhini. Nyota hiyo ilipewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Alipolifungua hilo shimo, moshi ulitoka ndani yake kama moshi wa tanuru kubwa sana. Jua na anga vilitiwa giza kwa ajili ya ule moshi uliotoka katika shimo hilo. Kisha katika ule moshi wakatoka nzige wakatua ardhini, nao wakapewa nguvu kama nguvu ya ngewa duniani. Waliambiwa wasidhuru nyasi za nchi, wala majani, wala mmea mti wote. Tarumbeta ya tano, maafa yanakuja. Tarumbeta ya tano, sauti ya hukumu. Tarumbeta ya tano, bado mengine mawili. Tarumbeta ya tano. Bali wadhuru wale watu wasiokuwa na muhuri wa Mungu kwenye vipaji vya nyuso zao. Waliruhusiwa kuwatesa kwa muda wa miezi mitano, lakini wasiwawe. Na uchungu wa kuuma kwao ulikuwa kama uchungu wa mtu anapoumwa na nge. Katika siku hizo watu watatafuta kifo, lakini hawatakiona. Watatamani kufa, lakini kifo kitawakimbia. Wale nzige walionekana kama farasi waliotayarishwa kwa vita. Vichwani mwao kulikuwa na kitu kama taji za dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama za binadamu. Manyoya yao yalifanana kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Tarumbeta ya tano, maafa yanakuja. Tarumbeta ya tano, sauti ya hukumu. Tarumbeta ya tano, bado mengine mawili. Tarumbeta ya tano. 9 walikuwa na magambo yaliyofanana na ngao za chuma, na kelele za mabawa yao zilikuwa kama kelele za magari ya farasi yenye farasi wanaokimbia kwenda vitani.